Habari, mimi ni Daktari Smith. Na mimi ni Neema. Leo, Daktari Smith atajibu baadhi ya maswali kutoka kwa jamii yangu. Kwa nini kuna maeneo mengi hivi? Mwanzoni, niliona inachanganya. Ilinibidi kwenda maeneo tofauti kufanya vipimo vyangu. Kwa baadhi ya vipimo, nilienda kwenye kituo cha patholojia. Kwa vipimo vingine, nilienda kwenye kituo cha radiolojia. Wakati mwingine nilienda hospitali kwa ajili ya vipimo. Inaweza kuchanganya wakati mwingine. Vipimo tofauti vinahitaji mashine tofauti au wafanyakazi maalum waliofunzwa. Tunajua hili linaweza kuchukua muda mrefu zaidi. Lakini ni muhimu kufanya kipimo katika eneo sahihi na ukiwa na wafanyakazi sahihi. Kwa nini damu nyingi hivi? Nilipokuja Australia kwa mara ya kwanza, walichukua mirija mingi ya damu. Nilikuwa na wasiwasi. Nilijiuliza, kwa nini damu nyingi hivi? Mara ya kwanza tunapokuona, mara nyingi tunafanya uchunguzi kamili wa afya. Kila mrija unachunguza sehemu tofauti ya afya yako. Wakati mwingine, wanahitaji kuchukua mrija zaidi ya mmoja yenye rangi sawa. Hii inawasaidia kufanya vipimo tofauti. Na wakati mwingine, wanahitaji kutuma mrija huo kwenye maabara tofauti. Picha hii ni mfano tu. Zungumza na daktari wako kwa ajili ya kupata taarifa bora zaidi. Uchunguzi wa kwanza wa afya kawaida huwa wa kina zaidi. Utahitaji vipimo vingi kila wakati. Wakati mwingine, utahitaji vipimo vyovyote kabisa. Damu hupelekwa wapi? Katika nchi yangu ya nyumbani, wakati mwingine watu walitolewa damu. Damu ilitumika au kuuzwa bila ruhusa yao. Nilikuwa na wasiwasi kwamba hili linaweza kutokea Australia pia. Nchini Australia, kuna sheria thabiti sana za kulinda damu yako na faragha yako. Damu yako haiwezi kuchukuliwa au kutumiwa bila ruhusa yako. Haiuzwi kamwe kwa pesa. Ni wafanyakazi waliofunzwa maalum na wenye leseni pekee wanaoweza kuchukua damu yako. Kisha damu yako hutumwa kwenye maabara kwa ajili ya vipimo kama daktari wako anavyoomba. Wakati mwingine, sampuli tofauti za damu hutumwa kwenye maabara tofauti. Hii ni kwa sababu vipimo tofauti vinahitaji mashine na michakato tofauti. Nitapataje majibu yangu? Kusubiri majibu kunaweza kuleta msongo wa mawazo. Wakati mwingine, daktari anaweza asikupigie simu. Maabara hutuma majibu yote kwa daktari wako. Ikiwa majibu ni ya kawaida au salama, daktari anaweza asikupigie simu. Ikiwa kuna tatizo, daktari wako atawasiliana nawe. Ikiwa una wasiwasi, unaweza kuweka miadi ya kuzungumza kuhusu majibu yako. Pia unaweza kuangalia majibu yako mtandaoni kupitia tovuti salama ya mtandao. Vipimo vya matibabu vinaweza kuwasaidia madaktari kutoa matibabu sahihi. Ikiwa una maswali, muulize daktari au muuguzi wako. Wapo hapo kwa ajili ya kukusaidia.